naikumbuka ajali ya mapema I say mimi ni nani nisiyeweza nisiyejua hata kushukuru. Mimi ni upi nisiyeweza nisiyejua hata shukurani. Leo mapema I say asante. Asante. Oh, asante. Asante. Hata mdudu usijiiti, labda pengine muda mwingine wana njia zao za kuomba, mimi sijui. Hata mnyama sijiiti, labda pengine muda mwingine wana njia zao za kushukuru, sijui. Watu wengi walishindwa, mimi hapa nikaweza. Wewe umeniwezesha, kwa nini nasahau? Watu wengi walikwama, mimi hapa nikapita. Wewe ukanipitisha, kwa nini nasahau? Kama nina miguu miwili, umenipa mikono miwili. Hapa nipo na macho naona, mimi ni mtu gani? Mimi ni nani nisiyeweza nisiyejua hata kushukuru. Mimi ni oi. Mimi ni nani nisiyeweza. Ai, mambo vipi mtu wangu wa nguvu, mtu wangu wa Domeko FM. Hii hapa saa ya burudani, saa ya infotainment, saa ya show kali. Muda wa show ni huo hapa. Ni dakika ya 9 toka ilivyotimu saa 8 kamili za mchana. Kipindi hewani ni E-Bando. Infotainment zote ziko humu ndani and this is how we love, sindio? Ikiwa ni siku ya Jumatatu, siku pendwa kabisa, ambayo naweza kusema ni pendwa kwa sababu watu wa kazi. Sisi ni watu wa kazi. Ambayo Jumatatu ikianza tu tuna focus kwenye kazi. Kitu ambacho ni hichi hapa. Humu ndani bwana, waga tupo wote kukuletea infotainment ambazo zote zinadondoshwa humu ndani, tukiwa mtu 4 tukikuletea hizo infotainment zote ambazo zinapatikana ndani humo. Okay. Humu ndani waga sipo peke yangu, si ndio? Waga tupo watu wengi sana. Humu ndani tupo watu wengi sana. Leo tuna making wawili na maqueen wawili. Mimi ni king au queen? Vibe imezidi queen. Okay, tumeanza na ngoma yake Malio. Tumeanza na ngoma yake Malio, ni ngoma ambayo inasema kumshukuru Mungu, si ndio? Na sisi tunamshukuru Mungu kwa kutufikisha siku hii hapa. Right now tuko hapa tunakuletea wewe infotainment zote humu ndani, si ndio? Hii ni infotainment ambayo inaendelea right now, ikiwa ni kusema dakika ya 10 toka ilivyotimu saa 8 za mchana. Masafa ni 106.6. Nambari ya ushindi ambayo unaweza kujoin nayo sisi humu ndani, kabla sijawatambulisha wote humu ndani, lakini nambari ya ushindi ambayo unaweza kujoin na sisi humu ndani ni 07 66 44 93 20 07 66 44 32 0, si ndio? Hiyo ni namba ya ushindi. Mambo vipi? Mko poa? Jumatatu yenu imeanzaje leo? Ni Jumatatu ambayo imepoa sana. Imetulia. Watu wa kazi tupo kwenye kazi yetu. Naona kweli watu wa kazi mpo kwenye kazi. Queen mwenzangu pale. Kwanza mbona alivyoanza?
Yani kwa wale ambao hawatuoni, mimi ngoja niwahadisie kidogo. Ameanza kwa kulembua. Ukitazama ukiangalia na hiyo casual over, amazing sana. Au nikusifia sana, twende. Yeah. Okay. Blue Monday. Okay, King. Yeah, ni Jumatatu nzuri kabisa, tumekutana na mastori mengi hapa Bongo ili kuhakikisha wewe msikilizaji wa 106.6 Domeko FM kuhakikisha kwa unabii entertainment na mastori ambayo tuko nayo siku ya leo. Okay. Nafikiri umewasikia, na leo tuna matawi mengi. Huu ni mti wetu ambao una matawi mengi sana ambayo tunakuangushia leo, na katika hayo matawi tuna matawi kama 3 hivi au si 4 ambayo yapo humu ndani. Tutakuangushia kwenye upande wa social bars, kwenye upande wa international bars tuna matawi pia ambayo yataanguka humu ndani, na ukizingatia leo ni Jumatatu fulani hivi, kwa tuna stories fulani hivi heavy, si ndio? Na kwenye stories zetu ambayo niwape tu information introduction wa sikilizaji wa Domeko FM 106.6, tuna story ya Malio. Unataka kujua Malio kufanya nini? Basi baki hapo. Tuna story ya Ibra, na pia tuna story ya Harmonize. Trend hii per weekend, si ndio? Kwenye international bars tuna story ya Chris Brown, na pia tuna story ya Chaka Chaka, wimbo wa Chaka Chaka ambao umetrend sana hii wiki, na siku ya leo umeamkia imezidi kutrend zaidi. Kwa cha kufanya ni wewe kubaki na sisi kama tulivyosema. Asante, tunamshukuru Mungu kwa sababu tuko hapa ndani, si ndio? Na asante yako wewe utaendelea kutusikiliza na kutuning, itatupa fursa sisi kukupa wewe asante. Kwa hiyo ili kubaki na sisi inabidi uweke masikio yako, uongeze volume ya sipika yako right now hapa ulipo, si ndio? Mimi bila kuchelewa naanza na story ya Malio, si ndio? Toto Badi. Toto Badi. Hivi Bad Nation, tukisema Bad Nation kuna kitu fulani kinamwijia mtu akilini tunaposema Bad Nation. Kwa haraka wewe hapo, kitu ambacho kinakuja akilini chap tukisema Bad Nation. Ukisema Bad Nation ni kitu ambacho yani kinafanya kitu kwa haraka na kina naniliu sana. Kina uwezo wa kufanya vitu vingi. Yeah. Bad Nation yani kitu ambacho ni kibaya zaidi, kinatisha. Naam. Mmesikia tafsiri yake? Bad Nation ni kitu kibaya, kinatisha. Yaani Malio anatisha. Hatari. Kwa King mwingine amesema Malio anatisha. My queen pale. Yes. Badi anatisha. Yaani ni kitu hatari inaonekana. Mapema tu. Kumbe. Yeah. Okay, tukizungumzia kuhusu Malio bana, ametrend jana. Tumeona akizungumza au kwenye akisema kwamba watu ambao walizungumza na mke wake, alipost kwenye ukurasa wake wa IG Instagram, akasema tangazo, kipindi mpenzi wangu ana ujauzito, ulitokea wajuaji wengi na kumshawishi atoe ile mimba, kwa sababu pengine mimi ningemfaa tena, wengine ni hawa watu maarufu mnawajua. Nashukuru mpenzi wangu hakuweza kufanya hivyo, na mimi nikapuuzia, yakaisha. Maisha yanaendelea sasa. Hii ndiyo busara yangu ya mwisho kwa wadada na wakaka mjini, watu maarufu na wanasiasa, machawa na makuwadi. Hili ni tangazo alitoa jana Malio kuhusiana na mpenzi wake, si ndio? Mpenzi wake Paula kipindi katika beba ujauzito, kuna watu walitokea wakasema kwamba wakamshauri, na kuna wengine wakatumia fursa hiyo kumwambia kwamba usimzalie Malio, si ndio? Na hiyo yote imetokana baada ya Malio kupost picha ya video yake ambayo ameshindwa kuiachia kwa sababu ya mpenzi wake Paula. Kwamba video hii haipo sawa. Inaonekana wivu umemjaa yule binti. Huenda ukawa ni wivu kweli, maana kabla ya hapo aliposti kabisa Malio kwamba mke wangu ana wivu
na kwenye mtandao wake wa Instagram aliposti Mario kuwa Mario nilitakiwa kutoa video jana kama nilivyoahidi. Ndio. Lakini mpenzi wangu wivu umemzidi, kanigomea kutoa kwa sababu anasema kuna vipande hajaridhishwa navyo. Kwa mfano hizo picha hapo zina ubaya gani? Jamani, labda mseme nyie au mniombee kwa mchumba niweze nimewekeza hela nyingi sana. I say wivu wa mapenzi Paulo namsumbua. Actually na hii inawatokea wasanii wengi ambao wapo kwenye ndoa. Kwa mfano Binas naye pia ilimtokea sakata hili kipindi ambacho alianza hatua yake kwenye college. Ilimtokea hivi kwenye vyuo. Alimbambia mwanafunzi fulani hivi, lakini Nandy akaja juu. Lakini kwa hii inawatokea sana wasanii wa hapa Bongo sana. Okay. Kwa upande wa Mario kuna wanazengu wamejaribu kufika mbali zaidi kwamba why Mario ameposti hiyo kitu na mashabiki zake kuna video inakuja alafu anakuja kufanya kama tuna akili hivi au kama kusema ni attention, ndio na wale watu ambao wanaambia wanaenda deep zaidi masuala ya muziki. Unajua toka mwezi wa 10 uingie kwenye game la Bongo Flava, bwana mkubwa Diamond Platinum kama amewateka mashabiki yote. That's why kila msanii anayekuja kujaribu kutoa jambo lolote imekuwa inamuia ugumu, kwa sababu jambo linalosikika ni la Diamond peke yake. Hili linakuja vipi? Diamond ameanza na ngoma yake ya Msumari, ametoa audio, ametoa na video. Of course imefanya vizuri sana na imembamba kila mtu. Lakini siku kama Ijumaa amekuja ku-release bonge la mapiano ya kwenda kwa jina la nani, naye imekuja imetisha kweli kweli. Wanazengo wakasema mbona kama Mario anatuchola, ameona kama magoma ya bwana mkubwa kama yanatamba sana, asije akaachia namna gani vipi afu asipate chochote. Basi wao akaja na sababu kwamba Paula namna gani ameona. Lakini kwenye masuala ya muziki kibongo bwana mambo yakipita kwa namna hiyo. Tunakumbuka hata siku 2 zimepita, kuna muda inakuwa kama promo. Tunakumbuka hizo siku 2 zilizopita kwa Mdogo Sergeant na bosi wake Chino. Amekuja nje, bwana dogo nimekufanyia vingi, akaandika sana pale IG. That's why kuna dogo ana release EP ambayo naye ameshirikishwa. Kwa hiyo kuna namna fulani hizi rumors zinatumika kwa ajili ya kupromo jambo ambalo litakuja. Ili hata kwa Mario naamini watu tutazungumza itakapokuja video yenyewe, kila Mtanzania atatamani aitazame. Picha zilikuwa zinafanana. Ndio. That's why inafanya ataingia kwenye trending na itaenda viral. Lakini pia hapo ukirudi nyuma kidogo, msanii Nandy naye alikuja hivi. Bana, fuatilieni kwenye mtandao wangu wa Instagram kwamba nina album yangu ambayo naenda kuiachia right now, lakini ilishindikana. Tukaona kwamba bado hajatoa mpaka sasa hivi kwamba albamu yake ipo wapi. Watu wanauliza albamu iko wapi? Siku zote mimi naweza nikasema kwamba mapenzi yameingia kazini. Nandy mapenzi yameshaingia kazini kwa sababu yuko ndani ya ndoa. Kwa hiyo muda mwingine kuwepo ndani ya ndoa kunampa mipaka ya kuto kufanya vitu fulani. Ni kama the same kwa Mario. Yezekawa kuwepo ndani ya ndoa